Dalili 7 kuwa umezaliwa kuwa mkubwa lakini mazingira yanakubana. Je, umewahi kujihisi kama wewe ni mgeni katika maisha yako mwenyewe? Kuna sauti ndani yako inasema, wewe unastahili makubwa, lakini kila ukitazama maisha unayoishi sasa, kazi, marafiki, kipato, inaonekana kuna ukuta mkubwa unaokuzuia. Ukweli ni huu: tai akizaliwa katikati ya kuku atadhani kuruka ni dhambi mpaka apate nafasi ya kuonyesha asili yake. Leo tutachambua dalili 7 za kisaikolojia na kiroho zinazothibitisha kuwa wewe ni tai uliyezaliwa kuwa mkubwa, lakini mazingira yako yanakubana. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili usikose mafundisho yenye nguvu. 1. Unahisi upweke hata ukiwa katikati ya watu. Hii siyo dalili ya ugonjwa wa akili, bali ni ishara ya utofauti wa kifikra. Unapokuwa na marafiki wako, hujisikii kuridhika katika mazungumzo ya umbea au starehi zisizo na tija. Unahisi unazungumza lugha tofauti, na mara nyingine watu wanajihisi kuwa hujafahamika. Upweke wako ni ishara kuwa wewe ni kiongozi anayefuata himaya yake. Wewe hujajaliwa kuwa wa kawaida. Upweke huu ni kuandaa moyo wako kwa majukumu makubwa yanayokuja. Kila dakika unayoitumia ukiwa peke yako inakufanya kuwa na nguvu ya ndani, kukuandaa kushinda mapambano makubwa ya maisha. Upweke huu ni chuma kinachokanzana, kikikuandaa kuwa mtaalamu wa maisha, mtu wa kuaminika na kiongozi wa kweli. 2. Unapata hamu kubwa ya kujifunza kila wakati. Watu wengine wanakosa muda kujiendeleza, wewe unatafuta maarifa kila siku. Vitabu, makala na video za mafanikio vinakuvutia zaidi kuliko starehe zisizo na maana. Hii ni njaa ya ubongo inayokusudia kukuandaa kwa majukumu makubwa yanayokuja. Huwezi kuwa kiongozi kama huna maarifa ya kutosha. Kila kitu unachojifunza ni ngazi ya ukuaji wako. Kila somo unalojisomesha leo, kila ujuzi unalochukua ni silaha inayokuweka mbele ya wengine. Ndoto zako hazitashamiri bila maarifa, na kila hatua ya kujifunza ni mpango wa kukabiliana na changamoto za kesho. 3. Changamoto zako ni kubwa kuliko za wenzako. Unapitia milima migumu wakati wengine wanaonekana kuwa na maisha mepesi. Chuma kikali hupitishwa kwenye moto mkali zaidi. Mazingira yanakubana kukujengea misuli ya uongozi na ndoto zako. Kila dhoruba ni mafunzo ya ukuaji wako. Kila mapambano ni silaha ya kufanikisha ndoto zako. Kila kikwazo unachokipitia ni tahadhari ya dunia kwamba umechaguliwa kushinda na kuwa kiongozi wa mfano. Hivyo usikatae changamoto. Chukua kila dhoruba kama darasa na kila adha kama njia ya kujenga moyo na akili thabiti. 4. Una ndoto ambazo hata wewe unaziogopa. Unapojikuta ukiota makampuni, mijukwaa makubwa au kubadilisha maisha ya maelfu ya watu, unakubali kuwa ndoto zako ni kubwa kuliko maisha ya sasa. Sikiliza, ndoto isiyokutisha siyo ndoto. Ndoto zako kubwa ni ishara kuwa umepewa uwezo mkubwa zaidi ya mazingira unayoyapitia sasa. Kila ndoto inayokutisha ni kiashiria cha ukuaji wako. Hii inamaanisha umechaguliwa kuwa mwanzilishi wa mabadiliko. Usiruhusu hofu, mashaka au upungufu wa mazingira kukufanya ucheke ndoto zako. Ndoto kubwa zinahitaji ujasiri mkubwa, nidhamu na moyo wa kupita mipaka ya kawaida. 5. Hukubaliani na mfumo wa kawaida. Hupendi ndani ya mstari au kufuata kila mtu. Waliobadili dunia hawakubali mkumbo wa kawaida. Ukubwa wako unagongana na mifumo midogo ya kawaida. Usiruhusu watu wakupunguze. Usikubali maoni ya mengi yatakupunguza. Kila mtu aliyezaliwa kuwa mkubwa hufafanua sheria zake na kuunda njia zake. Kuishi kwa kawaida ni rahisi, lakini kushinda ni gumu, na hii ni njia yako ya kuonyesha ni nani kweli umechaguliwa kuwa. 6. Unahisi una deni la kufanya kitu kikubwa. Kuko ndani kuna sauti inasema, hapa si kwa kula, kulala na kufa. Kuna alama unapaswa kuiacha kabla hujaondoka. Hii inaitwa purpose, kusudi. Hii ni ishara kuwa umepewa baraka ya kuwa mkubwa na dunia inakusubiri uachilie alama yako. Hii si tu hofu ya kufa, bali ni wito la ndani. Unapaswa kuchukua nafasi, kuamua na kuchangia dunia kwa kile ulichopewa.
Hii ndiyo njia ya kuonyesha kuwa umezaliwa kuwa mkubwa na hatakiwi kufungwa na mazingira. 7. Mazingira yako yanaanza kukutapika. Hii ni ishara ya mwisho na dhahiri. Anza kukosa amani mahali ulipo. Watu wanapoanza kukuchuhia bila sababu, fursa zako zinaanza kufunga milango na watu wanaokuzunguka wanapoteza imani yako. Hii ni nafasi ya kubadilisha mwelekeo, kutafuta anga jipya na kuruka juu. Mazingira yanazidi, sasa ni wakati wako kuonyesha ukubwa wako. Hii ni alama ya dunia kusema, sasa ndio wakati wako. Chukua nafasi, uonyeshe uwezo wako na usiruhusu mazingira ya sasa kukuzuia. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Huwezi kudhani ni mazingira yatakuweka juu. Nguvu halisi ipo ndani yako. Maisha yatajaribu kukuvunja, lakini usiache kuendelea. Changamoto ni nafasi ya kuonyesha ukweli wako. Acha hofu isikuzuie. Kila hatua unayoichukua leo ni ngazi ya ukuaji wako kesho. Heshimu akili yako, moyo wako na malengo yako. Usikubali maoni ya wengine ya kuamue ni nani wewe. Mizizi ya mafanikio ni ndoto zako, nidhamu yako, ujasiri wako na uthabiti wa kuendelea licha ya vizingiti. Kumbuka, wewe ni nguvu ambayo haiwezi kudhibitiwa. Ukija leo na kuamua kushinda, kesho ni yako. Hakuna anayeweza kukuzuia ukija kuamua kuwa mkubwa.